pasta wetu wa district ili aweze kuendelea kutoka hapo na mengine yakafuata baadaye. Meanwhile, na moyo wenu uweze kujihisi huko katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, uweze kuwa mtulivu na mumealikwa na moyo wenu hata ingawa uko na msiba. Welcome. Asante
Biblia ambayo tunayo inazungumzia mambo mengi yakituhusu sisi, vile Mungu anavyozungumza nasi. Mungu anazungumza nasi kila leo katika njia tofauti. Katika kazi ya familia, Mungu anaongea na familia sababu ya matatizo yaliyoko. Tukiingia kanisani, Mungu anaongea na watu wa kanisa kwa sababu ya shida zilizopo. Tukiingia kwa vijana, Mungu anazungumza na vijana na matatizo yaliyoko, watoto vile wajane, na kila mtu Mungu anazungumza pamoja nasi katika Biblia hii. Na sasa nataka kuangalia kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza tuone namna Mungu anavyozungumza pamoja nasi. Samueli wa kwanza, ile sura ya mwisho huko kabisa. Sura ya 30, alafu kisha turemuke, lakini aya ya mwisho, aya ya 6 ndio nataka kuzingatia. Aya nyingine ni kutengeneza njia. Kielekea katika aya ya 6. Katika Samueli wa kwanza 30, aya ya kwanza, Biblia inasema, and David and his men reached Ziklag on the 30th day. Now the Amalekites had raided the Negev and Ziklag. They had attacked Ziklag and burned it, and had taken captive the women and all who were in it, both young and old. They killed none of them, but carried them off as they went on their way. When David and his men came to Ziklag, they found it destroyed by fire, the wives and the sons and daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no strength left to wait. Verse 6, David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Kwa mtasari, kile kinazungumziwa hapa ni shida ambazo zinakumba binadamu tangu dhambi kuingia ulimwenguni. Dhambi ambazo zinatuletea matatizo. Kwa mfano hapa tunazungumzia Daudi. Hapa Biblia inamzungumzia Daudi. Daudi tunamfahamu, alikuwa mfalme wa Israeli, ni mtoto wa Yese ambao alizaliwa katika mazingira ambao tunaita he began in a humble background. He was born in a humble background. Alizaliwa katika familia zile ambao hazina vitu tu, watu wachache hivyo, wana vitu vichache, yeye akawa analisha mifugo ya baba yake. Na katika kulisha mifugo ya baba yake tunajua habari hii. Kwa siku moja akiwa anachunga mifugo akachiwa na simba. Anataka kumaliza simba. Alafu kisha baada ya kumua simba, kisha tena baadaye dubu akaja. Daudi siku hizo alikuwa ni kijana mdogo, chini ya miaka 20. Anakujiwa na dubu akichunga mifugo ya babake. Kule nyikani, hakuna mtu yeye peke yake, ati akamua dubu. Simba vile vile akaja, akamua simba. Alafu kila siku moja baba akamwambia, "Hebu enda uone ndugu zako vile wanaendelea kwenye vita na Wafilisti." Kufika pale akakuta kuna kijitu inaitwa Goliathi. Inatoa maneno makali. Alafu Daudi akasema, huyu ni nani anatusi watu wa Mungu, ni nani anapigana naye? Akiwa bado kijana. Alipoenda kwa Sauli akamwambia, "Mimi naenda kupigana na huyu mtu." Sauli akamwambia, "Isee, ndio hujui. Huyu mtu unasema ndio kupigana na yeye, huyu amekuwa trained katika vita akiwa mdogo." Wewe haujui yote. Unaweza na yeye. Lakini Daudi akaenda amuoa pia bila kujua. Na alipomua Goliathi, wanawake kama ilivyo kawaida yao wakaanza kuimba wakimsifu Daudi. Wakaimba kama ilivyo kawaida. Wanaume si rahisi kuimba sifa za mwanaume mwingine, si rahisi. Lakini wanawake hata sio sasa wameanza. Tunaelekea mwaka ujao, mwaka wa kura.
Akina mama, wanawake njiani, sifa za mtu, wanamwimba, wanaume wanakaa nyumbani. Kwa hiyo haya mambo ya kwanza sasa yalianza zamani. Basi wakamwimba habari zake, wakamsifu yeye ameoa maelfu, lakini Sauli ni mamia. Jambo hilo alikuwa vizuri Sauli. Basi hatimaye siku moja Sauli akaamua kumuua Daudi. Hizo ni shida na sumumzia zinazompata mtu. Daudi ni mfano ambao mbele ya Biblia. Mwanzo alikuwa na ndugu, pili ni simba, tatu ni huyu Goliath, nne amepata adui mwingine ambaye ni Sauli. Siku moja Sauli akitaka kumuua akarusha mkuki, lakini Mungu akaupitisha kando. Basi kuanzia siku hiyo Daudi akatoka nyumbani. Akawa anatoroka na Sauli akimlinda. Siku moja Daudi na marafiki zake wamehama, wameenda Siklag. Kule Siklag wakati watu wao, wakati wake zao wakaondoka kidogo. Ili Sauli akija kumtafuta asipopate. Alafu wakirudi wakapata adui mwingine ameingia ambaye ni Mwamaleki. Amechukua wale wanawake wao wote na watoto wamewachukua mateka. Basi Biblia inasema katika aya 4, Daudi pamoja na wenzake wakaanza kulia machozi. Wanaume wakalia mpaka nguvu zikaisha za kulia. Hatujawahi kuona mwanamke akilia hivi. Analia mpaka nguvu zinaisha. Lakini Biblia inasema Daudi na wenzake wakalia mpaka nguvu zikaisha. Kwa nini? Wanakumbuka shida ambazo zimeandamana na maisha yao. Wanakumbuka na adui wa kwanza, kabla ya kumalizana naye, adui wa pili anaingia, kabla ya kumalizana naye, adui anaingia, kabla ya kumalizana, shida ambazo zinafuatana moja kwa moja. Na la mwisho aya 6 ikasema, wale marafiki wa Daudi pia wakamgeuka. Wakasema, unajua kama si wewe hizi shida na taabu hazingetubana sisi. Wakainua mawe wakataka kumuua Daudi. Lakini Biblia ikasema licha ya haya yote Daudi akapata nguvu kwa nani? Kwa Mungu wake. Nataka niwaambie kuna watu ambao wamepata shida, kabla ya hii kuisha shida nyingine inaingia, kabla ya hii kusahau shida nyingine inaingia, na ile nyingine ikiwa bado anapata nyingine. Na watu kama hao katika familia kama maisha haya. Si utaenda kama. Lakini kwa sababu ya uwepo wa familia tunapata shida hizi. Hii kabla hujamaliza nyingine na nyingine. Ugonjwa kabla hujapona mwingine anashikwa na ugonjwa. Kabla hujamalizana naye mwingine ndio anachukuliwa na kiu. Kabla ya hiyo mwingine anachukuliwa na ugonjwa fulani. Kabla ya hiyo mwingine ndio huyo amekufa. Kwa hiyo inakuwa katika familia, katika maisha ya watu, msumbuko wa shida, taabu mpaka siku ya mwisho. Mpaka la muno ni kwamba mpaka marafiki wa karibu, baada ya shida kukuambatana maisha yako, hii inatoka, hii ingine inaingia, hii inatoka, hii ingine inaingia, mpaka marafiki wanakugeuka, wanaanza kukuanzia mabaya na wanaanza kusema mabaya. Hilo ndio tunaona katika Biblia. Daudi akaanza kusema vibaya na marafiki zake. Daudi akageukiwa na marafiki zake, wakaanza kufanya vibaya. Wale ambao walikuwa wanatazamia anaendelea wakumfariji, wakumpatia nguvu. Wangesimama na yeye katika shida. Akamgeuka, akabaki yeye mbele yake. Lakini Biblia inasema kwamba Daudi yeye akajifariji kwa Mungu. Daudi akapata nguvu kwa Mungu, kwamba marafiki zote wanaweza potea, unaweza kosa marafiki zote, watu wa familia, kanisa, majirani na marafiki wengine unaweza kuwapoteza, lakini kuna mmoja ambaye huwezi kupoteza, anasimama pamoja na wewe kila wakati, na huyo ndio Mungu. Ndio maana yeye Daudi akajitia nguvu katika huyo Mungu. Kwa kuwa anajua jinsi Mungu alivyomweka katika maisha yake, basi yeye akajifariji huyo Mungu. Na mimi nataka kusema kwa familia ya Radila na familia ya Ana ambao mko hapa, kwamba ndio shida naweza kuwa kwamba zimeandamana katika maisha yenu. Sitaki kutaja zote hizo, mnajua nyinyi wenyewe shida ambazo zimekuwa katika maisha yenu, sitaki kuzitaja, lakini nataka kusema kwamba licha ya hayo yote kuna mmoja atakayesimama nanyi baada ya zote kuondoka hapa leo, na huyu ni Mungu.
mambo ambayo tunayofahamu. Kila mmoja wetu atoke kwenye mazishi haya, katika matanga haya, akienda mahali popote anapoenda, ajue kwamba ndio marafiki tunaweza kuwakosa, shida zinaweza kuandamana maisha yetu, watu huu na ule, kifo hiki na kile, lakini kuna mmoja ambaye anabaki anasimama nasi, ambaye ni Mungu, ambaye anasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima. Upendo wa Mungu ni kwamba yeye hakupendi kwa sababu wewe ni mzuri, alishakupenda hata kabla hujazaliwa. Huyu Mungu anasimama na wewe katika upendo, katika shida zote, katika uchungu wote na shida, atasimama na wewe. Kwa kifo atasimama na wewe, na katika yote atasimama na wewe, licha ya kwamba wote watakuacha. Huyo Mungu aliyekupenda, anataka kupenda, atasimama na wewe mpaka mwisho. Na Mungu awabariki. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa faraja na tumaini ambalo tumelipata katika andiko. Licha ya kwamba kwa sababu ya dhambi tumekumbwa na shida na matatizo mbalimbali katika maisha, lakini ni kwamba wewe unabaki ukitupenda na hata utasimama pamoja nasi licha ya kwamba marafiki zote watatuacha. Familia hii ya Daktari Agira na ikabidhi mbele zako wakati kama huu, kama vile ambao tumesoma habari za Daudi. Habari hii zinaweza kuwa katika maisha yao kama Daudi alivyoitia nguvu kwako, na wakabidhi mbele zako, na wewe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wapate nguvu kwako. Usimame na wao, upendo wako hautawaacha wakati wa shida na matatizo, lakini wafariji, usimame na wao, na hata na zaidi wapatie tumaini lile ambalo linapita kaburi na mauti. Tunapoendelea na mipango mingine, uwe pamoja nasi na kutubariki sana, ni katika jina la Yesu Bwana. Asante basi kwa neno ambalo umetuleta. Kwa hivyo kwa kifupi hivi wacha kufanya yafuatayo, kwa sababu ya this time kulingana na ratiba hii itakuwa kwa mbaya. Watu wale ambao walikuwa wanafanya kazi na Alois Mkogende, mko wapi? Hebu nione mkono. Those who work with him, staff mates, hebu kuja hapa. The staff mates wakuja hapa. Hata kama umefanya locum there, you are a staff mate. Simama hapa. Kama kuanzia hapo hadi hapa. Staff mates wanote ndio hawa. Sitawataja majina kwa sababu hatuna muda, na sababu sana serikali inasema ukifika saa kama hizi tuwe tumemaliza. Songea na kushirikiana mmoja aonekane mwenye kuchukua picha uweze kuchukua.
Thank you so much. Wapo wale ambao walisoma naye Kisii School ndio alisoma. Kuna mmoja ambaye walisoma naye katika shule ile Muje mbele hivi. Muje nyote kama if you are 2 3 4 nyote mkuje msimame hapo mbele. Simama hapo mbele. Tunaona alikuwa kania Simeon Mayule. Wasoma basi. Mmekuja nyote. Mwenye ataongea, yani atasalimia mwingine, yule ambaye data hiyo. Okay, ndio hawa hawawezi kusema majina, hatuna muda. Lakini mwenye atasalimia wengine ni yule ambaye ni kiongozi hawa sasa. Hebu nyosha mkono. Okay, kiongozi aongee, mwingine kae, hatuna muda. Anayeongea na nyinyi ni Justus Manyi Mwenga. Mimi injinia wa jengo, kwa nasoma na Louis. Niko na ripoti ya mwaka huu wa 02 by our principal Lady Munyenye. Let me say one word about Alois. Alois, one who's like that, was a very quiet and disciplined brother of mine. After school, we used to meet. That is where he was. Where I brought my son to school there, where he is. Class 4. We used to meet. He's a quiet man. Niongea na mzee Raila Daktari kwa simu. Akanipa spokesman wa familia. Kwa tunaongea naye. Hao wanafunzi walikuwa wanasoma na Lois hawangefika hapa. Hawataki ndio wafike hapa. Wakanipa ripoti wakaniambia hivi. Kuna watoto walibaki nyuma na mama. Hiyo ripoti waliniambia jana. Because of transparency, lazima ningeleta hapa. Na si kuweza kutuma kwa simu, kwa maana simu iko na ukora mingi. Hata kama kuna copy, nende hapo cash hapo. So, daktari bila nikubalia, tapele report is Alois. So, our boys managed to raise 13,000. Ambayo tunaona ni vizuri saidie mama na mtoto wakati huu akiwa anapoleka mtoto wake. Asanteni sana. Kijana, ama wewe tulisiwa na pia. Thank you so much. Asante sana, tunaendelea vizuri. Kuna wenye walisoma naye kwa chuo kikuu ambayo wako hapa. Kama mko hapa tafadhali. Chuo kikuu. Sawa sawa, naona hawapo. Kama walisajiliwa walikuwa iko mwaka yomo, walikuwa kwenye msajiliwa mwaka mmoja naye. Watu wao
serikali hapa mpigo picha hapa hii line hivi serikali hiyo nayo hapa tena nitenga anga dharura songa mbele wewe kila nani ende kila nani gani ngori yo manene asaba bonsi basi abantu mungu kwa kwa hivyo kansa unasema jina just a name Thank you. You want to talk about jirani vijia jam daktari alibara dia jirani alibara toro school nyamuni. Are you there? Kwa nini pale? Dia. Majirani wale ambao ni relative huko. Nani? Brothers, sisters, where you are. Okay. Na tengah na ubanga na iya. Ono na karanta ruju basa sage enda. Edi inde bara kuna bara inde pasana jabarete kare kara bito kono saba. Igo bono for now. Muro jika na sukianga ke ga baba. Ndo jina mente na kweli. Na ya da yamon. Ya okay. Tahu ya. Inde kare kara sa. Na ito ko na inde kutte ko de. Ai to no. Tata inde kara. Hapa ndio watu wengi wa hii. Watu wale nisoma tena na ndio kuna dia sana solo berbagai alasan mana untuk familia ini appreciate na kisa hivi kila kitu ni historia kwa chama kile kwa mwana ila kile tote una corona leo msubiri namba za mwepo kwa shikeni namba mwili appreciate kwa familia ninaona tanto ya Busira me alikuwa kwa hiyo sehemu ya nne ndio abandi mbaya wao wamekuna juli que vamos maete na wale
Zakaria and Matthew. So the project is here. I want to translate what I said. I want to thank all of you for making it here today, for joining with our families. And in critical times such as this, with the COVID-19 pandemic, we didn't expect such a turnout, but we appreciate that you came in your numbers. I'm aware some of you have traveled from very, very far. I don't take it for granted. You're most welcome. So, the date was our eldest and his immediate brother, Collins, who was me. Then there is Judy in Ghana, who couldn't make it. St. Sheila in the States. There is Masin, and there is Zach. But they are live, they are watching, and they, on their behalf, they say thank you very much. Wale ambao wametoka mahali pale anafanya kazi. Those who have come from where she works, who come from Alliance, you are welcome. Please come and join her here. But everyone Alliance, teachers, friends, those who have come from where she works, if there is any, please, may you come. Yeah, there have come many. There have come many. So that we face the camera. Oh, welcome. We are ready. Thank you so much. Thank you so much. In the interest of time, I think first of all, I want to appreciate my colleagues. I didn't expect that in time to be almost for 1,050 feel at home. And I saw my boss somewhere, and if she's in a meeting, she's in a Zoom meeting. And we also have our PTA chairman, Yes. Then he will speak on, I think he will speak on behalf. Thank you very much. Kwa njia ya kipekee kwa kupoteza mpendwa wenu
yeye ni mama ya watoto. Sasa hivi watoto wa kidato cha 4 na wanatarajiwa hivi karibuni, na hili janga ni zito kwetu kama vile ilivyo kwenu, na tunaomba maombi yenu kwa mjane. Pia tutazidi kuombea, tutazidi kuwabariki ili safari hii ya uponyaji ikuwe nyepesi, namna tunaomba ikuwe nyepesi kwetu sisi, kwa sababu kupoteza mpendwa, kupoteza kijana kwa mzazi pia ni chungu, na tunaeleza kama mzazi kwamba tunakuombea fariji. Tunaweza sema mengi, lakini Mwenyezi Mungu ndiye anayetupa riziki ya kila leo, na riziki ya watoto pia inatoka kwa Mwenyezi Mungu, na ni yetu kwamba hii safari itakuwa nyepesi kidogo, na majonzi kwa wachache mno kidogo ya kupoteza tena mama mjane na watoto wenzetu. Mungu wa rehemu awabariki, na pia nawaomba, wakati huu ni mgumu sana kwa hawa wahudumu, na wasii wakati unaombea unaombea jamii katika kipindi, pia mkumbuke walimu wetu ambao wanafanya bidii sana kwa kuhakikisha kwamba, na pia walimu wengine katika eneo hili wanahudumu kusaidia watoto katika kupata yale ya matarajio yao ya miaka zijazo, na wanahudumu kwa hili jambo ambalo tunapata. Kwa hayo mengi na washukuru kwa muda. Mungu awabariki na awape neema kila siku. Asante sana. Thank you so much. Naomba kidogo ni bila na desturi sitembei peke yangu, niko na mkurugenzi mkuu wa familia yangu. Asante sana. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Tumeshukuru sana. Kaiki kwa raja mwakaragira mure. Changu. Kwa raja mwakaragira wale ambaye watoto wake wameolewa huko ama wameoa watoto wa karagira. Kama mko tekolera sasa wako mkikolera. Where are you? Okay, na watoto wenu wako wapi?
mo kya ngurega sawa sawa olio manna skangu ngoja baada ya nungu garanti skangu ota begita nikikupa unasema jina pekee yake uongee neno only jina chupa la nungu garanti kama ana bande ndio na baada ya tendeka hapa reka ya nayo kenda ya basako hapo ile kenda jinsia abana watoto msimame hivi vitabu hivyo China na mtoto wako tu pia mwana ana tena ngwa baba pole ana na baba pia mwana kwa ajili ya wakati bali mwa agendaye weka ka sauti kidogo kwa mkono kidogo ongeza kwa sababu ya wakati hapo kwa sababu ya wakati naomba niwajulisha ambao wamebaki hapa ni mashemeji wa mwenda zake mwana wetu mpendwa Alois. Yule anaitwa Moses Kujamani ndiye anayefuata bibi ya Alois. Anayefuata ni Daniel Omanyi ambaye anafuata Moses. Huyu ni Abigail Omanyi nikitina mimba wetu. Na huyu ni bibi ya kijana wangu ambaye anaitwa Moses. Anaitwa Farida. Mtu mwingine. Nasema kwa leo from Nairobi. Nadhani ya kwamba sitakuwa mrefu sana. Kabla sijaongea mbona mnaona ndio mwezi mmoja kwa ajili ya mtoto Ann. Naweza simama mahali popote pale mlipo. Tafadhali. Sababu ni wengi ambao mmekuja hao wote wamekuja kwa ajili ya mtoto wetu Alois ambaye ametuondokea na Ann amewaona wote. Asante mkae. Hivi ni baba ya Alois. Kijana mpendwa wetu, mwana wetu, mkubwa katika nyumba yetu kwa ajili ya mtoto wangu na bwana baba zangu. Huyo ndiye mtoto wetu wa kwanza na ndiye bibi ya Alois. Mungu na wabariki. Mwana kipa moja. Wale kipa moja. Nenda wana wadia na kwa kile na unajua sasa kanisa imeingia ni majetoro mwanzo sana. Mbaki ndani ya kanisa na Mungu atawasikizia. Mwanzo kwa hiyo ndio mkubwa wangu mkubwa. Ndiye mtoto mkubwa wa Alois. Na kwa hiyo kuna Mungu na wabariki. Asante. Jambo
Tupato rendete. Serikali kena kuna bara iko kwa bara ngatuka kwa nyamba ya hao. Sana marafiki, jamaa na jamii ambao wamekuja siku ya leo kutoka kwa lelenu na familia zenu kwa familia ya tunasema mjambo. Mjambo tena. Mimi naitwa Alex Wasile. Karibu ni yangu. Na mimi kwa fursa hii nataka kumpea pole za pekee Asista Econ na Sara Collins na pole kwa msongo mmoja kwa kupoteza ndugu yenu mpendwa. Makazi maalum pole sana kwa kupoteza wanawake ambaye Mungu amependa sana, lakini Mungu anampenda zaidi na Mungu ana sababu Bwana amempa wakati huu. Mimi jambo moja tu nawaambia ni kwamba dunia hii inaelekea kuisha. Na hakuna jambo zuri katika dunia hii tunaweza kufurahia. Na muhimu katika kuishi kwetu duniani ni kwamba maisha yetu tuyaweke katika Yesu Kristo. Hiyo peke yake ndio inaleta salama. Asanteni na Mungu salama. Tena wazalimu mjambo. Mimi ni Mwanga George. Mimi ni naibu wa chifu ofisi town. Asanteni nyote kwa kufika. Mungu na wabariki. Yapo mwanzo niwaambia mimi ndio baba ana na rais. Asante sana. Thank you. Okay, tumepata watu kama 1 2 3 wapi ni Rose? Kama ninarudia bana hapa, ni Rose to Dr. Gira. Where are you?
In-laws, where are you? In-laws, baka yote taragira. Yote mgani? Sawa. Tafadhali. Okay. Go uambie tuliwapatia nafasi ambao kuweza kuja. Nyage, I don't know. Nyage kiama nyage. Apa nyage? I don't know. May you come? Sijui nyage. Nyage. You could tell me now. Where are you? That group. Wanaitwa Nyang'enge. Jipange upande ule. Wanaitwa Nyang'enge. Jipange. Nyang'enge, where are you? Umekuja nyote? Ni wengi. Tafadhali fanya haraka. Unajua hatuna muda. Ndio umekwisha kabisa. Naomba hawajakuja wote. Nataka mkuja nyote. Sijui kama kuna wengine kwa barabara Nyang'enge. Okay, kwa sababu wanakuja polepole, hebu nyosha mkono juu. Nyang'enge mkono juu. Salimia watu. Wengine mkae nione kule vita yenu. Nimuuliza tuambie ni jinsi gani ataiweka kwa hiyo rejesha ili after one week tupate hiyo uniform. Mmoja. Just one. Mkiwa wawili basi mmoja akae. Salimia kwa jina la Amjad. Hii ndio chama wanadini. Hata nitafika kwa kiwani. Ungenipea kwanza. Wakati niliamua pia mbona hivi nilikuwa sana wakati anaendelea na sana pia sama ile tango kwa sisi ya maroko ndio kwa so ile kiombe asale member yetu yani alikuwa kwa nasi Mungu na wana ya sana ndio na kwa nalo kwa kupata maskani aso sana ndio Mungu ndio ilale member yetu ila gari atu umusubali ukijua ile chini ya iwo no more than an pole ana yose ngana ndio ndio no kwa no ina sapo ile akora ni mwese mimi kiwe ana mede nitoka afama kana ndio Otaka dego se no chopa se uniform. Se ni kule ngarage na. Otoro reka. Na kia iskaba mabado taragira muri. Tuni na banda bono njiti. Where are you? Taswa tu hapa mabado taragira kaibali. Baba pole. Ona kaluna ama kabisa kama. Na kiko baba. nawasalimia moja la mjama mimi ni spika wa Tarabira ni watu wote lakini nilisikia ndio mkubwa wetu mwanzo anaweza kufika hapa sasa natupa pole pamoja na familia na kijiji yote kutoka Tunayo na wapa pole wageni wetu karibu na mtakaporudi Mungu awabariki ufike salama. Thank you so much. Parece que tu vaya a pasar. Gaming, alafu toe pasta, alafu hawa tera kuja
Good afternoon. This is the information proposal on the terrain. Kabisa naitwa Nancy Wagoni Matatu. I start here on behalf of Alliance Girls. My chairman has already spoken. I will say it's greetings from Alliance Girls, from our principal, accept her greetings. As we leave after the rally, like everyone has said, before you correct it. Hata akirudi Nairobi, msiwe na wasiwasi kwa vile akona familia nyingine huko Alliance Girls na tunampenda sana. To me, the God calls me man. And when this happened, when we lost Alois, before that, time to tell me to traveling. And after that, we just received that news, and we were together in my house. And I believe God has spoken to us and has spoken to me personally. And I promise Dr. Agina that I'll take care of his home. Pole sana baba yetu, tunampenda, tunapenda hii familia, na pole sana kwa familia ya Alois, mke wake na watoto wake. When the phone was in my house that morning, we prayed and prayed for the father, and one prayer we had is that her brother Alois has gone knowing the Lord. And I promised her that the brother must have spoken to God and must have accepted Jesus Christ as his Savior. So, family Alois, the phone spoke by her mouth and prayed to God that God will give her strength to take care of her brother's family. And before I go, we will take care of her. It is not easy to lose our parents. It's not easy. Dr. Agina knows not not easy to lose her child, but God Almighty will walk with you this journey, and it shall be well. As the first revelation that morning, one thing she said is that we cannot question God. And we thank God at all times, because we say God is good at all times. And it is God who will take care of us. Thank you very much for keeping us well, and we wish you well. And call Sana again for Hallelujah. Asante. Ona teruma mana ularisi. Asaba soma kwenye mwalimu sote. Alipa alimu yule ambaye anafundisha mtoto wa Lois. Are you here? How are you academy? Can you please somebody from there? Sawa sawa. Okay. Kuna wale ambao walifanya kazi na daktari
So the other area, Father, you're doing a wonderful job. Thank you so much. As you heard, my name is Vincent Turkey. I'm also a family friend. I also came here under 2 or 3 capacity. One, my brother, Mheshimiwa Richard Tommy, who happens to be a neighbor. He's a friend to Dr. Martini, Dr. Agira and Dr. Martini. Mzee Martini, yeye nilikuwa nilimfundisha kwenda kazi huko ng'ambo. The son I was seated with, who happened to be the daughter, I mean to the son to the mom who's Pamela. She lives with me in the US. So I came under so many capacities. I also came as a friend to this family because Umwana Uka, who happened to be a very good friend of Dr. Agira, Mwana Charles Choya Matoke, he has a generic on his own capacity as a friend, as my business partner in the US, model intended earlier. I also didn't come here for vacation. I lost my dad. Most long ago, like 3 weeks or so, a month ago. I happened to the last one in our family. So I happened to also live in the US with so many friends. I've gone 3, 4 funerals tonight, I mean today. I'm here in Yamira, and I'm here because I want to also mourn with those ones who are lost out because I feel the pain. It's not long ago I lost my dad. One of Dr. Agira, Paul. I happened to meet, I've known your son. I met him in June of 2013 when we were doing some theater because all politics happened in his town. So I met him and we became friends, but not very, very, very close friends. But he was a very good friend of Charles Joya Matoke of Mwana Waki Arena. His brother Peter is on his way, just landed, and I got quite poorly. So the family, Yaragira, the family, gave me to son, I said for him, Table. But I like everything and kind of work. I like it on my one, because you were waiting for tomorrow. Go now, Morocco, Mano, Poland, again. And the tomorrow I was more interesting, I would love to be with this family. And because I'm going also to another funeral, because most of our friends who happen where they say come here, only very close. So I'm also going to another family where they lost a father. I want to find Paul, but you get very special. One of the Charles specifically, their contribution here, Pomona for us. Now, what was it? You know, what was it? Madam, Paul is out. Paul follows with your love at a very young age. But God, or whoever in our work, I take the part of the so our Borakat, whatever you we can only live God. Like even what I'm saying, sometimes it don't make sense to you. But one thing I can tell you for sure, lean into the mighty. Mungu atakuonesha mengi. And please take care of those kids. That's where your future lies. Now I have been given tukasema because we are friends, but tumekuachia Mungu na Mungu akisidi kukuonekania. Ule ndugu yangu tulipita naye Mofu. Pea mama niliambiwa tena nimwambie tu pole pole, lakini nitasema tuko wengi ndio useme umwambie kana nani tunasema kama huyu pesa kama kule uchie. But after we know is kill for makosa na kwa nini but mwambie ni kill for me lakini tunataka kumwa mambo chance choya matoto. Aise kwa na ujinga kwa rwani kwa rada wa maweko because aba engineer bali kana na mambo kama ni kama kitu kama engineer because na mambo kwa kama konde nyombe yo mano mtaro hizo mkono wanate because mbapi mengine ana maskata kwa saika kwa sababu baba jina moyo basi kwa nana kwa rumba rale kwa daktari na kwa marani kwa hiyo
behalf of my brother, the Toronto Sakaso Club. Otherwise, if you want to Saba Sicily, and the kind of Sabereke, you got a Moko Savera, Umano, Yito, the Assembly, or the Saba State. Yamona sana. Kayo pa yeye. Kapag kayo kumate, pasa de actual area magana America, to Thank you so much.
So to present the Gaigase congregation so far and 13,000 data. Bueno, kila kona ngelie omolise ito omolise nyabuti nere kutana tuwe kaniseye omolise nyarunda tari yamana ibre taikwe te yamana wano erinde omolise abakwati abakaretse byarende nonye twakirega tukarwe gukora ayo mo pasta libaga mo pasta nera atoire turu ke pijega ka ara tuwa de bile tunato family ekero mogenderete gweta na gwitabira niki abeire igetu gya kabiri garaja ni pasta beso tero gotero gwatero gotero gwige tungu twatero gwige busi egerenga liga ni pasta mo kimangu ya mwenye buza ane tota viki mwigi tebiye menwa yo gine ta kosoka bwira kinto tembe gotera Bukimambu ya wenye unanisalikowa unanigarevyo mome yange matukokoherane mawaseva sukute mawira Sabe, tu suri grup yang mana aku jauh, orang yang jauh kan tu bukan tu ni tu, semua yang baru. Dia mana asyik masih kena perminta aku musaraba, bukan yang orang betul itu. Nabo ego asyik dia awalnya, familia, itu dah ada kira, boleh kita terus kau. Okey, dia aku aku bukan aku asyik familia. Itu kita, kalau tu kereta, pasta kuah, kereta ini kena jauh.
sababu hiyo nataka kuimba wimbo huu katika stanza moja tu, wimbo ambao unapatikana in our church hymnals in nambari 181. Does Jesus care? Does Jesus care? What is pain to give me for heart and soul? As the burden bears and the chaos is pressed and the way grows weary, I know. Oh yes, I know. His heart is touched with my care. When the days are weary and long, lies really I know my Savior cares. Kwamba hata kama wakati ule tuna shida, tuna machozi kama wakati huu, swali linaulizwa, je, Yesu anajali? Niulize mke wake Alois, unafikiri Yesu anajali? What's your response? You think that Jesus cares? Okay. Daktari Nagira, as we have done before, do you believe that Jesus cares? Do you believe? Okay. Na sote ambao tuko hapa tunaamini kwamba ijapo kwenye mazishi, wakati ambapo tumepokelewa na mpendwa, Yesu anajali. Na anajali. Asante sana. Nimesoma hii eulogy ndio ikanikumbusha wimbo huu. Na katika hii eulogy kwamba the late Alois Gimaragira was born on 22nd October 1983 in Kisii. He was the first child of the late Velistus Nakagande Ragira, the late, and Dr. Gideon Ragira, and a stepson to Pamela Kemundo Ragira. He was a dear brother to Marcin, Yvonne, Collins, Judith, Sheila, Zachary, the late Sharon, the late Robert. Kwa hiyo katika eulogy tuna late. Mtu ambaye ni late ako hai ama alishakufa. Kwa hiyo hii familia ina history ya uchungu na kilio na maombolezo. Ndio maana nikauliza, do you think even so that Jesus cares? Wakasema ndio. Despite all the challenges, despite the death that we experience in our lives, the family, yet Jesus cares. Nimesoma hiyo tena ikasema that the late alisoma shule zifuatazo. He went to the University of Kiev to study medicine, I think. Kiev Medical University in Ukraine. I think the first degree, and then the second degree from the University of Kiev. Kwa mtu msomi. Tena kisha ikasema alizaliwa mwaka huu 1983, amefariki mwaka 2020. Miaka mingapi? 37. Mingi mchache. Miaka michache tu. Na Biblia inatuambia katika Zaburi 90 aya 10 mpaka 12 kwamba siku zetu ni chache. Kama ilivyokuwa katika maisha ya Alois, miaka michache, 37 years alias born. 37 years. Wakati ambapo
mke wake anamhitaji, wakati ambapo watoto wake wawili wanamhitaji. Caleb na Athena wanahitaji baba yao, watoto wawili wadogo wanamhitaji baba yao, na ndio huyu wameenda katika miaka 37. Na pia nimeangalia katika unit hii katika kuwakumbusha kwamba Madam Ann walioana na Alois 2017. Miaka mingapi hiyo? Mpaka sasa. Miaka mitatu. Miaka mitatu tu katika ndoa. Huyo ameenda. Ndivyo mauti yalivyo. Ndivyo kifo kilivyo. Kwamba hakijali. Darahani. Kifo hakijali kwamba ni miaka mitatu tumekuwa kwa ndoa. Ndio huyo. Kifo hakijali kwamba Lois alisoma vizuri digrii zaidi ya moja, hakijali. Ndio huyo ameenda. Katika Mungu mdogo. Biblia inasema siku zetu hapa duniani ni chache. Ndivyo zilivyo. Lakini jambo ambalo lilinifurahisha ni lile ambalo nilisoma kwenye reviews. Ikianzia mtoto ameandika hivi: My beloved husband, which is Alois now, out of billions of people in the world, I'm grateful you chose me. You gave me love, shelter. And now the young souls I have to take care of. Not only were you a loving husband, but a wonderful father to our children. A loving brother and a friend to many. I can't really express how I and our children will miss you. I will raise the young ones to the level we want with sweetheart. Yaani hili ndio jambo ambalo liligusa mimi. Kwamba ndio Anna anasema Lois aliacha mabilioni ya wanawake warembo, wasomi, wenye sura nzuri na tajriba, lakini akampenda yeye, akamwoa. Ndio yeye pamoja na watoto wakamlizi sana, lakini ahadi ameitoa ni kwamba ahadi hii ndio mimi imenigusa, akisema I will raise the young ones to the level we want them. Sweetheart. Anatoa ahadi kwa mpenzi wake ambaye amemwacha. Kwamba licha kwamba wewe umeenda, lakini tulikuwa na majukumu fulani na maelewano kuhusu watoto wetu. Mimi nitawalea wafikie viwango vile tulivyotaka. Wangapi ambao wangetaka kuombea watoto hawa kama mama yao alivyoahidi mume wake alipofariki, kwamba wale watoto hawa asimame na wao wafikie vile viwango vyote walivyotazamia. Mungu basi akubariki na ombi hilo, na tuna hakika kwamba Mungu atasimama na wewe na kuyatekeleza hayo. Si wanawake wote wakifanya, lakini huyu mwanamke wa pekee ametoa ahadi ya pekee kama hiyo. Kama mchungaji pamoja na zote ambazo tumeona mikono, jamani, tunaombea hilo liwezekane. Na Mungu ni mwaminifu. Kama kile wenzetu walivyosema kutoka 20, Mungu anatoa ahadi 22, 23 kwamba wachane pamoja na mayatima watakuwa wanani. Kwa hiyo kuanzia leo pamoja na wale watoto watakuwa ni wanani kwa Mungu. Ndio maana Mungu atawasaidia watimize ile ndoto. Jambo la pili, nimesoma eulogy ya baba ambayo pia nayo inagusa. Baba ameandika maneno hapa ambayo ni mafupi tu, akasema hivi: Knowing that you accepted Jesus Christ before resting gives my heart peace. I'm in humble acceptance of God's will.
We will meet again soon. Rest in perfect peace. Hapa daktari amekubaliana kwamba Alois ndio amepumzika, wacha pumzike ikiwa ni mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya Alois kupumzika alikuwa amemchagua Kristo Yesu kama Bwana Mwokozi. Ndio maana daktari anasema basi katika kupumzika huku anatazamia siku moja kuonana na mtoto wake Alois katika ulimwengu. Kuna mambo mazuri ambao tunaweza kusikia kwenye matanga kama haya zaidi ya haya, kwamba baba mzazi amekubaliana kwamba wacha apumzike basi, kwa sababu yeye alikuwa amejificha katika Kristo Yesu, na kwa kuwa Kristo alifufuka, basi Yesu atakapokuja mara ya pili naye atafufuka wataonana na watu wake. Haya ndio maneno makubwa na mazuri ambayo tumeona kwenye eulogy. Na sisi ombi letu ni kwamba basi sisi ambao tumesalia, tunapotazama lile jeneza tukumbuke kwamba kuna kifo. Ndio maana baba amekubali, ndio maana mke wake amekubali, ndugu na dada wamekubali kwamba watapumzika. Atusubiri siku hiyo. Na sote basi tujifunze kutokana na hili kwamba kuna kifo, ndio basi tujiandae katika maisha haya ili kwamba tuwe na tumaini ila ambalo linapita jeneza ile, ila ambalo tumaini linapita kaburi, tumaini kwamba Yesu ajapo tunakufufuka, ili kwamba ikiwa na sisi tutapumzika basi tuwe na ile tumaini kwa Mungu. Hilo ndio ombi letu. Nataka nisungumze maneno matatu. Jambo la kwanza, kabla sijazungumza hayo basi nitaomba. Baba yetu na Mungu wetu, sema nasi sasa kama upendavyo katika hali ya kutufariji haswa familia hii. Daktari Ragira na mkeo mwenda zake pamoja na watoto wake, katika jina la Yesu kafariji sana. Ndugu na dada wafariji, wapatie nguvu na tumaini linalopita kaburi na mauti, katika jina la Yesu tunakuomba. Nazungumza mambo ambayo ni general. Jambo la kwanza, nazungumzia mambo general kuhusu kifo. General tu. Jambo la kwanza, kitabu cha Ayubu 14 aya ya kwanza inasema kila anayesaliwa na mwanamke atafanyeje? Wala ambao mnajua aya hii. Kwamba kila mtu anayesaliwa na mwanamke kwamba yeye atakufa, na pili siku zake za kuishi kabla hajafa zitakuwa na uchungu na taabu nyingi. Ndio Biblia inasema. Sasa ni waulize nyote ambao mmekuja hapa, ni nani hakuzaliwa na mwanamke? Au ulikuja kwa njia ya pembeni? Kwamba haupo kwenye aya hii. Kuna mtu kati yetu hapa. Kwa hiyo sote tunakubaliana kwamba tumezaliwa na mwanamke, na kwa kuwa tumezaliwa na mwanamke tutakufa. Tunaamini jambo hilo? Gani? Kwa hiyo tunaamini kwamba tutakufa? Ama mkufa tutakufa? Wewe unaamini utakufa? Na nini nyote mnaamini utakufa? Au mko hapa tunaangalia siku stay? Nobody is ever permanent. Nimesoma aya hiyo itukumbushe kwamba si Alois tu, hata na sisi we are on the way. Hata na sisi tuko njiani. Na kabla hatujafika siku hiyo kwamba tutaishi kwenye shida na taabu kuzihusu. Magonjwa, kansa, magonjwa, malaria, magonjwa, corona, na mengine tunaishi katika nyakati za udumu. Na zaidi ya magonjwa kuna matatizo mengine ambayo yanatukumba katika ulimwengu huu. Lazima tuyapitia. Na ninaposoma kwenye WHO report yao, World Health Organization wanasema hivi, kila mwaka kabla ya corona watu waliokuwa wanakufa ni 57 million worldwide. Kwa nini wanakufa? Kwa sababu wamezaliwa na mwanamke na siku zao ni chache. Basi lazima wapitie shida na machungu, magonjwa na nini yanayotupa maisha yao. Ajali na mambo mengine.
kwa hiki 1.1 million. 1.1 million. Kwa hiyo tangu Alois Hauser kupiga hesabu ni ngapi times 1.1, you can find the result. All those who have died, let us be. Kama ni wiki mbili, milioni mbili. Kama ni wiki tatu, milioni tatu. Nishakufa tayari. Na siku moja wanakufa 125,000, around 125,000. Siku moja hiyo. Tangu tuamka na kuamka kesho, wengine wetu watakuwa wamekufa 125,000. Hiyo ni ukweli kwamba Biblia inasema ukweli, kitabu cha Ayubu 14 kwamba duniani basi kila mmoja atakufa kwa sababu amezaliwa. Na kwamba katika kuzaliwa huku ataishi katika maisha ya uchungu. Ndio maana hivi leo tuko hapa kwa sababu ya shida hii na uchungu katika familia hii. Sio ni peke yao, kama historia yao kutoka nyuma wamepitia machungu katika familia hii. Kwa sababu Biblia inasema ukweli, maisha haya ni mafupi, ni ya kufa, na pia kabla ya kufa kupitia shida na taabu katika maisha. Huu ni ukweli wa mama. Mama ya tena. Na kwa sababu basi tunakufa. Na kwa sababu basi kila mmoja anakufa. Jambo la kwanza, tuwe aje sasa? Tuwe aje sasa tunapokufa tukijua kwamba sisi tunakufa. Tuwe aje? Kitabu nasoma ni Ecclesiastes chapter 6 verse Ecclesiastes chapter 6 verse 8. Inasema, what advantage has a wise over a fool? What advantage has a wise man over a fool? What does a poor man gain by knowing how to conduct himself before others? Biblia inasema Ecclesiastes 2:16. Inasema mtu mwerevu, the wise man, and the unwise man put it down. And the Bible asks, what advantage does then the wise man have over the fool? Or what advantage then does the fool have over the rich man? Because all of them die. They meet at one point, like all men die. Today we are mourning the death of our Alois, the wise man, according to the standards of the Bible. Wise men were people who had understanding according to the educational standards of the times. So it means Alois is a wise man because according to our standards, he has truly increased his name. He has died a wise man. So what man which doesn't have over that person who doesn't have a degree, who never went to a class. All of them. So the Bible asks us, then what is the advantage of one over the other? If all perish. And the Bible says, the difference, therefore, is to know how to walk around, how to live among those who are living. That's the advantage. You know how to live. You know how to carry yourself about among the living. Hiyo ni kusema baada ya kutakuwa sote tunakufa, basi tunajengeana sisi kwa sisi. Maringo na nini haina maana katika maisha yako. Kwa sababu niwe nimesoma nisisome, hatimaye kwa sababu maisha yetu ni mafupi, tunaelekea kwa Kiingereza. Wale walikuwa wanaingia kwa wale. Wale walikuwa wanaingia utawata wakiwa hai. Kwa hivyo ni kusemaje? Basi ni kujua namna ya kuishi tunapokuwa hai, uhusiano mzuri kati ya mtu mmoja na mwingine. Kumpatia mtu heshima kama mtu binadamu aliyezaliwa na Mungu, aliyeumbwa na Mungu. Kwamba tunapatia heshima kama mtu ameenda shule, hajaenda shule. Awe tajiri, maskini. Zote tuheshimiane kwa sababu hatunaye kukutana mahali pamoja. Wapi? Kwenye jeneza. Basi Biblia ndio nasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 9:23, kitabu cha Yeremia sura ya 9 aya ya 20. Yeremia ni 9 aya 23, alafu pia inasema maneno yafuatayo. Jeremiah chapter 9 verse 23. The Bible says, this is what the Lord says. Let not the wise man boast of his wisdom,
understands and knows me, that I am the Lord, who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight. Kwamba mtu mwerevu mwenye hekima ni nani? Ni mtu yule ambaye hajigambi kwa sababu ya elimu yake, hajigambi kwa sababu ya mali yake, lakini anajigamba kwa sababu amemjua Mungu. Ndio maana leo tuko hapa, na kwa mujibu wa Baba maneno aliyosema kwamba mtoto wake huyu Alois, yeye ichapo alienda shule, ana degree 2, lakini akatambua kwamba maisha haya ya kuwa na degree na nini, haya ni ya kupita, akajificha ndani ya Kristo. Sasa huyu ndio anaitwa mwerevu. Ambaye zaidi ya kwamba yeye ni msomi, ana hiki na kile, lakini anajua maisha haya ni mafupi, ni ya kupita, akaamua kujificha ndani ya Yesu. Kwa hiyo mtu ambaye ni mwerevu mwenye hekima kati yetu nani? Kwa hiyo sasa hivi tufanye zote tunaitwa na Biblia kwa kufundishwa kwamba maisha yetu ni mafupi, uwe nani, uwe msomi, usiwe msomi, uwe tajiri, usiwe tajiri, hatimaye maisha ni mafupi, tunaelekea Kristo. So what? Tujifiche ndani ya Yesu. Huyu anayejificha ndani ya Yesu pia anatumaini na uzima milele. Na huyu ndio mtu mwerevu. Kama Alois. Hatimaye andiko la mwisho nalitoa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:58. Wakorintho wa kwanza 15:57. 57 inasema maneno yafuatayo. The book of 1 Corinthians chapter 15 verse 57 says like this. The sting of death, 57 says, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. The Bible says, but thanks. Those who went to school, they know normally a sentence does not begin with but. Normally it doesn't. But when it does, it brings a contrast. A contrast between what is being said and what already had been said. So Paul in this context is laying the foundation for our hope and victory in Jesus. In 1 Corinthians chapter 15 verse 20 says, but now Christ Jesus has resurrected the first fruits. Kwamba sasa Yesu Kristo amefufuka na amekuwa ndiye malimbuko ya wale watakao kufufuka. Kwa nini anamtangaza hivyo? Ni kwa sababu shida ya mwanadamu miaka yote tangu dhambi kuingia imekuwa ni kifo. Kwamba tumekuwa tuking'ang'ana na kifo tangu wakati wa Adam, waling'ang'ana na kifo. Mtoto wao Abel alipokufa akiwa mchanga, wakang'ang'ana na kifo, wakalia, wakaomboleza, wakawa na huzuni, siku miaka mingapi. Tatizo lilikuwa ni nini? Na kwamba kifo hiki ambao Abel alikumbwa nacho is the consequence for sin. But yet we have the wages of sin, which is eternal death. So we have two types of death. One which is a consequence for sin, and the other which is a wage for sin. And the wage for sin is eternal death. Everybody dies and there is no hope of resurrection. That's what we were in the first time. Kama tungekufa zote kwa sababu ya dhambi, pasipo kuwa na tumaini. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu katika Yesu aliyechukua kifo chetu, now what we face the consequence for sin, which is resting in death. And then Paul says, yes, kama ni katika maisha haya peke yake, sisi ambao tumeamini tunajifurahisha, sisi ni bure kabisa. Aya 19. Kama Yesu alikuja atuokoe kutoka kwa dhambi, lakini tubaki tukikufa, face the consequence for sin eternally, then you're bure. Lakini nasema
sasa Yesu amefufuka. Na kwa kuwa Yesu amefufuka, basi yale ya kwanza ya kufa milele haiko tena. Na kwa kuwa amefufuka, he becomes malimbuko ya wale wote watakaolala na wao kufufuka siku Mungu atakapomaliza kwa huruma yake. Katika maelezo hayo ndipo katika 57 Paulo anasema, lakini sasa basi tusahau kifo cha milele na consequence ya kifo ya kulala. Umshukuru Mungu kwa sababu ametupatia ushindi. Ushindi kutokana na mauti ya milele, Yesu amekufa, na ushindi wa kupumzika kama vile Alois kwa sababu atafufuka. Basi Mungu ashukuriwe katika mambo hili. Leo tunasimama hapa pasipo mambo mengi ya kusema, ni kumshukuru Mungu kwamba katika Kristo Yesu tumepata ushindi juu ya kifo, tumepata ushindi juu ya dhambi. Siku moja ijapo tunalala, tutapumzika na tutaonana tena. Ndio tumaini ambalo tunalo. Tumaini tunaliachia daktari, tumaini tunaliachia mke wake Ann pamoja na wale watoto wazuri na ndugu na dada, marafiki na majirani. Hili ndio tumaini tunalo, kwamba ijapo tunatazama lile jeneza, that is not the end of the story. God has not done with Alois. There is a time that is coming in that beautiful morning when Jesus will shout, and then those who are in the grave will hear his voice and they will listen. That is the hope na kuachia. That is the hope na achia wale watoto. That is the hope na kuachia daktari. That is the hope na achia watu wa familia. That is the hope na achia kila mmoja hapa. Kwamba zote tumekuja kuomboleza ndio, lakini that is not the end of the story. The time is coming, that beautiful morning, when there will be resurrection, and we will see each other. We will see one another. Those what's left, like ours, we will see them once. That is the beautiful story. That is my first words. Hiyo ni habari nzuri ambayo Biblia inayotuletea. Kwa sababu hiyo basi, Biblia inasema ni verse 58, kwa familia sikiliza Biblia inapowaambia. Na majirani na marafiki. This is what the Bible tells us. Therefore, kwa sababu ya ushindi huo ambao tumepata katika Kristo Yesu. Therefore, my dear brothers, stand firm. Yes, therefore, my dear brothers, stand firm. And because of this promise that we have got from the Bible, the promise that one day we will see our departed loved ones. Therefore, stand firm. And because of the promise that we have in the Bible, and one good morning, you will see your son. Therefore, the Bible commands you, stand firm there. Don't push it. And then it continues to say, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Father, always, even now, our labor is the work of praise, of thanksgiving to the Lord for the victory that He has given us. And continually, we keep praising Him, we keep thanking Him because of this victory. And therefore, the Bible commands us, do not be moved. Let us continue in this lane of praising and thanking our Lord for the victory that He has given us. Kwa familia, watakia kila heri, Mungu awabariki. Unajua ni wakati mgumu, but God is there for you. God will stand for you. Jesus cares. Mungu awabariki, awe nanyi, awapatie faraja, awapatie tumaini wakati huu, and then He gives you the gift of forgetting. That you forget your loved son, you will forget your loved husband, you will forget your loved father, and then move on with life. With the hope that you will one day be with Him. In His name. So, naleta familia mbele sasa. Familia, those who are able to stand, you can come outward as we pray. And of course, make a brief introduction. The family members who can be able to stand here outward, they can come and stand here, make a brief introduction, and then make
family members, if you are able to stand, please put up more. Yes, hivyo familia na kulingana na maelezo tuliyopata, this back of the family wengine hawako mbali kidogo, ameweza kuja sababu ya changamoto tulionayo. Kwa hiyo hawa ndio familia ambao sasa hapa mbele, na sijui ni nani atafanya na brief introduction. Sijui nani atatusaidia kufanya introduction. I hope Dr. may have one or two things to say before we pray. Who can help to do the introduction? Okay. Wait, there are mic. But here, mic, we want them about introduction. You probably Dr. has something to say, but before we do the last prayer. Thank you for the word. And what I did this morning, the Bible says in 1 Thessalonians 4:13, that we do not mourn like people without hope. And Satan has rested, and he rested in the Lord. That because we hope to meet him again on that fine mountain, we do mourn like people that are in Christ. Because if you believe in Christ, then you know that one day you will meet your loved ones in Christ. Thank you. So I'm introducing my family. This is my dad. He goes in sweetheart. I call him Sweetie. I'm born. I'm the eldest here. This is Collins. My immediate follower, Colin, or the people who said that he's going very good. This is Anne, my eldest sister-in-law, wife to the late. This is Caleb, my nephew. Okay? Then this is Brayden, my nephew also, Paul's son. This is Catherine, Collins' wife, and this is Emmanuel also, a favorite of family yours. And the rest
if the elders were here, and we will have prayer. We stand with the family, guide them. As we will last prayer. I think I want to give the mic to Elder Apollo to do the prayer for us. Na tuombe. Baba mtakatifu uishie milele, tumenyenyekea mbele zako asubuhi hii. Toa shukrani zetu kwa kafara ile ambayo ulitoa katika mlima wa Kalvari uweze kutukomboa. Tumekuja hapa Baba kwa ajili ya mtoto wetu na ndugu yetu Alois ambaye amepumzika. Familia yake tumeikabidhi mikononi mwako. Amewacha mke, watoto hao wadogo Baba tumeukabidhi mikononi mwako, ili kwamba uweze kuwafariji. Pia sister wake, dada zake, baba yake na wale ambao Baba ni ndugu zake ambao wamemzingira. Mungu wetu uweze kuwafariji. Hata kijiji kizima mahali pale alikuwa anafanya kazi, Mungu wetu tunaomba uweze kuwakumbuka. Nasi pia ambao mkutano mkubwa ambao umekuja hapa kwa ajili ya kumwomboleza, uweze kufariki kila mmoja. Na Baba, wakati tutatengana kutoka hapa, tukikuwa mwili kupumzisha, tunaomba Baba uendelee kuwa nasi, na kila mmoja akirudi nyumbani mapenzi yako yatendeke. Tukiomba Baba ututayarishe kwa marejeo yako, ili kwamba utakapokuja tuende nawe katika nchi ile nzuri ambayo umeenda kuiandaa, hadi tutakaa milele, hadi tutaona kifo, hadi tutaona sita yoyote. Pia tunaomba kwa ajili ya nchi yetu. Pia tunaomba kwa ajili ya ugonjwa ambao umekuja umesambaa katika ulimwengu wote. Wewe ndio uko na jibu Baba, uweze kufanya mapenzi yako. Tunaomba kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Asante sana Elda au the Pastor. Tukitoka hapa sasa tumemaliza program za huku. Kutoka hapa tunaelekea kwa Alois. Kabla nilikuwa nimeanza kutoa mwelekeo kwamba tukitoka hapa familia peke yake tutaenda kwa Alois, baada tunaenda kumpumzisha. Labda wengine mnaweza enda kwa daktari pale, lakini familia peke yake ndio utakaoingia kwa Alois. Lakini kabla ya hapo tunataka kutoa ile ngoli. Sabe, tuwe ngoli. Tunaomba ili tutoe ile ngoli. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa yote na uongozi wako tangu tulipoanza programu hii ambapo tumeifikisha tamati zake. Tutakapotoa sadaka hii kwa ajili ya kusaidia angaa kidogo madeni walionayo, tubariki kila mmoja na umbariki anayetoa katika jina la Yesu mara kwa mingi. Amina. Basi wacha tuanzie wale ambao wamesimama. Wale ambao wako nyuma kule, hebu njoo kwa sababu ya COVID hata kuja kwa kama mkutano. Tunakuja mmoja mmoja. Wale ambao tuko nyuma pale, ndio mmoja hiyo. Basi asante, Mungu awabariki wale ambao mnatoa. Mungu awabariki sana. Nimeanza nikisema tangazo tu na wale ambao wanasimama pale juu. Wale ambao mmeketi mtulie. Jambo labda mnalazimika kuondoka. Asante, Mungu awabariki wale ambao mnatoa. Mungu awabariki Elda. Wale ambao tuko pale nyuma, njoo haraka basi. Njoo haraka. Wale wa nyuma, wale ambao mmeketi hapa mbele, nyinyi kaeni hivyo. Tuna utulivu huo. Erongoli juu sasa ni abantu minto basese ni serongoli
Biamono. Sawa sisenie. Members of this church, kusienda tafadhali mkusaidie kuweka hiyo kitu. Bali mama gari na kunate bali karasite kwendelia maega nchuo. Chuwango bwango biamono ya sawa sini mwensi biamono ase bali mwachire. Biamono ase ngoli yenu ya sawa sini sana bro biamono. Kuwabariki sana. Biamono sawa sisenie. Sawa sisenie biamono moseni we. Biamono